The source of problem, a big problem, imeanzia kwenye siku umezaliwa, imeanzia kwenye familia uliolelewa. Adui namba moja wa maisha ya mwanadamu ni nyumbani. Adui ya kwanza wa mtu ni wapi? Ni nyumbani kwenu. Ndio maana unaota ndoto uko nyumbani, si ndio? Hauwezi kuota kwamba niko mjini niko Arusha ghorofa namba 10 hapa. Unaota ndoto wewe uko chini ya migomba kule unalima. Kwa cha kwanza tunashughulika na chanzo cha tatizo kule ulikozaliwa. Ukiachiliwa kule ulikozaliwa, tayari maisha yako yamefanyaje? Yameachiliwa. Amen. Lakini ukishikiliwa nyumbani, sikiliza, hapa mjini watu wakubwa sana, wafanyabiashara wakubwa sana wamenipigia, "Hey, prophet, najua mimi nilikuwa napata tenda serikalini, napata nini na nini, sio maisha yangu yamebadilika." Lakini ukiangalia kiroho, ukija kumwangalia, tayari alishashikiliwa nyumbani. Kwamba wewe utaenda pale, lakini tutakuvalisha kamba utarudi tena. Kilichokushikilia ni kamba za nyumbani. Sema kamba ikatike. Kamba ikatike. Kamba ya nyumbani. Kamba ya nyumbani. Niachie kuanzia leo. Niachie kuanzia leo. Sikiliza, kitabu kile cha Yohana sura ya 15 akasema adui cha kwanza anasema adui, kwa nini watu hawaongezeki? Ni kwa sababu adui ameminya sana swala la kuongezeka. Yohana 15 anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli. Tunaendelea na operation ya miezi 3 kwa ajili ya nguvu ya kuzaa. Kwa lazima uzae. Sema amen. Amen. Sema lazima nizae. Lazima nizae. Biblia kitabu kile cha Yohana sura ya 15. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na baba yangu ndiye mkulima. Na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Na kila tawi lizaalo hulisafisha. Ili lizidi kuzaa. Ili lizidi kufanyaje? Kuzaa. Sikiliza, ili lizidi kufanyaje? Kuzaa. Kwa hiyo cha kwanza, wewe umenyang'anywa kila kitu. Hata sasa hivi kitembea kila mmoja nikwambia unaota. Mfano unaotaka ndoto gani wewe? Uko shule. Angalia. Sasa unategemea mtu awe bilionea huyo. Utakuwaje bilionea huko shule? Brother, hujamaliza shule. Ushamaliza. Lakini unaota ndoto huko wapi? Shule gani? Wapi? Anasema shule? Shule ya msingi. Wewe unaotaka ndoto gani? Naota ndoto huko vijijini. Haya. Wewe nakula nyama, mabundi na wengine wengi. Mfano tu. Na wewe kiongozi unaota ndoto gani? Uko shule. Na wewe? Uko shule. Na wewe? Kitu ni kile kile. Ukiota ndoto uko shule, maana yake ni roho ya kurudi nyuma. Kilichokushikilia ni roho ya nini? Roho ya nyumbani. Walisema tutaona kama utaenda. Effect namba 1, impact namba 1. Ukianza kuota ndoto kama hizo, ujue kabisa uko vibaya. Dalili kama ukiota hizo ndoto, jiandae sana. Namba 1, ukiota umezungukwa na maiti. Unazunguka na maiti. Yaani unazunguka na maiti. Yaani wewe tayari uko katikati ya maiti. Hizi ndoto zinaashiria kwamba uko hatarini. Ukiota ndoto uko umezungukwa na maiti. Ndoto namba 2 ambayo ni hatari mno. Ukiota ndoto uko kwenye mikutano na watu usiowajua. Alafu hawa watu wote wamekaa hawajui kwa majina, hawajui wametoka wapi. Hapo kwenye mkutano. Ndoto nyingine ukiota kabisa unakimbizwa na ng'ombe. Yaani ng'ombe anakukimbiza unasema timu kabisa ng'ombe anakimbia, ng'ombe anakukimbiza. Hizo ni ndoto ambazo ni mbaya. Hizo ndoto ukishaanza kuota tu, jipange. Dada moja ameniambia, prophet, nimeota nimegongwa na gari. Hiyo ndoto inamaanisha nini? Nikamwambia ndugu, usipokuwa makini utapotea. Nani anaelewa ninachosema? Haujaelewa? Ndio maana haya ndoto nyingine ambazo ni mbaya sana ukiota. Unaota ndoto umefungwa minyororo. Umefungwa nini? Kwa sauti umefungwa nini? Minyororo kwenye mikono. Mwingine anaota ndoto amechanjwa chale. Kiamka asubuhi na alama. Ngapi anachanjwaga chale? Naamka asubuhi na alama. Hizo ni roho za kuzimu. Maana yake chale tayari ni channel ile. Ile ndio kamera. Wakitaka kuja kwako, wakitaka kujua kwamba huko Moshi, huko Dar es Salaam, wanaangalia, wanamulika ile channel, wanamulika zile channel. Wakishaachia tu wakimulika ile channel, tayari ile channel inatoa taarifa kwamba ni kama GPS ya kiroho. Na leo ninachoongea, ile ni GPS. Kwa hiyo wakasema kashaondoka nienda da na anaenda kutafuta maisha. Wakishamulika ile channel, unarudi mwenyewe. Sasa bana, maisha ya Dar es Salaam ni magumu sana.
Sema najikomboa leo. Najikomboa leo. Sema natoka leo huko. Natoka leo huko. Naenda viwango vingine. Naenda viwango vingine. Ukishaota ndoto kama hizo hauko salama. Alafu nataka baba, mimi wanaume wote ni waongo. Sio waongo. Ukiangalia kwenye ndoto ulishavalishwa pete. Waje niwaambie, nikiwa Karatu siku moja nilikuwa namfungua dada mmoja. Anasema yeye tabia yake, anasema ana miaka 22. Hakuna siku mwanaume ametokea akamtongoza au mwanaume akamtania hata kwamba nakupenda. Haipo. Hajawahi kutana mwanaume akamwambia nakupenda. Yaani hata kumtania kwamba wewe ni mzuri. Haipo. Hiyo ni hali ya kawaida? Wapendwa, hiyo ni hali ya kawaida? Sasa jiulize, kama wanaume wapo, mbona anaweza akatongoza hata watoto wa shule akabebesha mimba? Kwa nini wasimtafute hata huyu? Maana katika ulimwengu wa roho kuna shida. Alipofika na msogelea hivi mahaba akasema huyu tulipewa akiwa mdogo. Tulikabidhiwa akiwa mdogo. Hawezi kuolewa huyu. Alafu kitu kingine kilichomleta kanisani wala sio wanaume hata kutokuja kwake. Ni shida ni kwamba alikuwa anafanya kazi. Anahesabu fedha 300,000, 1, 2, 3. Anaweka kwenye draw. Akija kesho anaikuta 1,200,000. Siku ya kwanza. Maisha yake yote wanagawa pas. Na anaandika kabisa, anaandika kwenye notebook kabisa. Leo nimekusanya 300,000. Akija kesho asubuhi na amefunga milango yote na makufuli makubwa kabisa. Akija asubuhi akihesabu zile fedha ziko pungufu. Ifanywa maagano nyumbani kwamba hakuna siku utapata kitu. Wewe tayari salari yako utalipia madeni tu. Utakuwa na mikono ya hasara tu. Kuja kufunguliwa akasema mapepo yale, roho zile zikasema, jamani, huyu tulikabidhiwa kwa miungu ya kwetu, na kwetu hakuna mtu amewahi kupata pesa. Kwanza tunaweka ukuta, hakuna kujenga nyumba wala kufanya maendeleo aina yoyote. Hakuna saa unakaa sawa. Maisha yako yanazidi kuwa magumu kwa sababu chanzo ni familia. Hata mama yako mzazi alikupeleka kwa waganga akijua anakusaidia, kumbe anaongeza vifungo. Nimesemaje? Wazazi walikupeleka kwa waganga wa kienyeji wakijua wanasafisha nyota, kumbe ndio wamehalalisha. Ndio wamekuunganisha direct. Hata wewe unapoendelea kwa waganga wa kienyeji, sio kwamba unapona, unaongeza vifungo. Mganga hajawahi kusaidia mtu. Hivi naongea na watu? Amen. Na kama ungewasaidia watu leo usingekuwa hivi. Amen. Na sio wewe tu, kote duniani, sio Afrika tu, duniani watu wana miungu. Kena Masaini wana miungu ya miti. Kwa Wachaga miungu ya nini? Kuna makabila mengine miungu ya mawe. Kenda kwa Iraq, yani karibu familia zote, yani ni waganga. Mpaka huko, yani mpaka mababu kwa mababu huko ni waganga wote. Sababu ya maisha yetu kupinda ni siku tumekabidhiwa kwa nani. Ndio maana ukitaka kujua ninachokuambia, angalia jina lako ni jina la nani. Umepewa jina la mtu fulani mwenye tabia fulani. Na ukishapewa jina la mtu mwenye hiyo tabia, lazima utaichukua ile tabia. Kwa nini? Yesu anaitwa mwana wa Mungu na matendo yake ni ya nuru. Ndio maana leo ukitaja jina la Yesu mapepo yanalipuka. Kwa nini? Kwa sababu jina lake lina nguvu. Hata wewe ukipewa jina la mganga au mtu yoyote mbaya, tabia zile zinauna urithi. Nafunguliwa. Usiseme mimi naitwa Dickson. Babu yangu alikuwa anaitwa Dickson. Tabia zote, kama alikuwa kaaba yule, kama alikuwa ameshindikana, tabia zote unazichukua. Kwa nini? Kwa sababu mapepo wana uwezo wa kuja kwa tabia. Wanampenda mtu kutokana na nini? Tabia. Kwa usijitie moyo kwa mimi niko salama. From today. Ukitaka kujua uko sawa, angalia unaota ndoto unapaa. Uko na babu yako. Hujawahi kumuona kwa macho. Jana uliniambia kwamba baba yako anakutokea na hujawahi kumuona. Kwa macho haya hujawahi kumuona. Lakini katika ulimwengu wa roho angalia. Sasa jiulize swali. Yaani yeye hajaionana na baba yake mpaka amefikia umri wa mwilini kabisa kwamba baba huyu hapa baba. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, kwa nini baba ameshikilia? Kwa sababu ana uhalali ya damu. Kama wewe ni mwanao, akienda kwenye mawe anataja niliwahi kuzaa mahali. Kwa hiyo mbegu yangu yote lazima tuweke kwenye list. Nakutajia kukimbia. Nafunguliwa. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa. Kwa hiyo hata wewe
Unajitahidi kujikomboa, wenzako tayari bibi yako yuko kwa waganga. Anasema nina mjukuu wangu anaitwa Selina. Kuna mjukuu wangu anaitwa Esther. Kwa hiyo Esther, wewe unapambana hapa biashara ipande juu. Bibi anasema jamani, arudi kunitunza hapa kijijini. Unaanza kuota ndoto. Bibi anakutokea, amka mjukuu wangu. Sema leo Leo wataniachia. wataniachia. Sema waniachie. Waniachie.